Naona ni unaweza kuwa umesoma lakini unakosa maarifa. Unaona? Na sasa hapo ndio maana unaona sio kila kitu, nguvu yote huwezi pata kwa masomo. Na kuna watu ambao who are very good at what they are doing and saa zingine hawajasomea hiyo kitu. Sasa yeye kusema hivyo, na nitakwambia hivi, yeye hata hiyo maneno ya Tugege sio hata ilitoka kwake. Na ule mtu alisema hiyo kitu, unajua kitu fani ako ndani ya serikali. Hiyo kitu ya Tugege ilianzia na Lee Kinyanjui. Si ndio? Lee Kinyanjui wa Nakuru. Si ni yeye alikuwa anasema sasa mimi mnanitoa, mnataka kuleta, anaambia watu wa Nakuru. Sasa mnataka kuweka Tugege. Si ndio? Na sasa saa zile yeye ameona ameshindwa. Sasa saa hii yeye ameingia kwa serikali, hakuna Tugege tena. Ni point of information nikumwambia speaker wetu ilikuwa ni Mureithi alisema alienda Kiambu akasema mlichagua Kawanjiku, mlichagua Kagege, hata akaongea bungeni ilikuwa Mureithi. Okay, labda walisema wengi. The one I am referring to was Lee Kinyanjui after kubwagwa in Nakuru, ambapo alienda akasema sasa mlitoa watu wamesoma mkaeka Tugege. Naya, hiyo point nyingine nilikuwa ninasema ni namna hii. Mimi kitu ya kwanza, mimi wacha niseme mimi sio wa DC. Mimi ni mtu ya Jubilee, lakini I have a lot of respect to Rigathi Gachagua. Na reason ninasema na ninamtetea mambo ambayo mmesema. Ukiangalia proportionately wale watu ambao hii mlima na zile vitu tungeweza kukusimamisha kama tungeweza kuweka the right people kwa hiyo bunge. Kweli kitu kama finance bill labda tungekuwa tunasumbuana nayo. Kama tungekuwa na the right MPs. Sababu unaona kule ODM, na tuongee tu ukweli. ODM ama baba aliacha ametengeneza watu wake. Alikuwa anaweka watu competent around yeye. Lakini sisi tulikuja tukadanganywa. Tukakuja tukadanganywa kabla ya 2022. Wale watu wote walikuwa na akili. Tukaambiwa hawa watu ni wa Azimio, hawa watu ni wa baba, hawa watu ni watu wa BBI, wanataka kwenda kugawanyisha shares huko juu. Hiyo ni ile lugha ilikuwa inatumika. Sisi watu ya mlima kuongea ukweli tukaona hapana. Wacha tuachane na hizi akili zetu zenye tuko nazo. Kuje tuchague hawa watu wenye ambao wamekuja na huyu mgeni wetu. Na hapo ndio makosa tulifanya kubwa. Na hapo ndio ilianza kutuongea. Na hapo ambapo speaker ambaye alikuwa ameanzia alikuwa amesema kitu very specific. You need to be humble when uko na mtu juu yako. Si ndio? Sasa mimi nitauliza hivi. Kama Uhuru Kenyatta alivumilia huyu jamaa miaka 10, miaka 5 ndio huyu Kasongo alishindwa kuvumilia huyu jamaa. Miaka 5 tu, wewe ulivumiliwa miaka 10. Sasa wewe umeshindwa kuvumilia huyu jamaa miaka 5. Unamtoa saa hii na miaka 2. Na sasa hata ulimtoa, si utosheke, unakuja kumfuata sasa kwake kwa nyumba. Si huyu jamaa sasa hamtaki apumzike. Ni Gachagua leo, Gachagua kesho. Wacha nikwambie, Gachagua akiamua kunyamaza, Kasongo hana agenda. Hana kitu ingine, hana points, hana atasema nini? Misingi yake yote, vitu zake za ambayo alikuwa anafanya zimeanguka. Sasa saa hii anahitaji sasa Gachagua amekuwa kwa Ruto vile ambavyo baba alikuwa kwa Mount Kenya. Ungetaka kuchaguliwa Mount Kenya, lazima uende useme sisi hatutaki baba, utachaguliwa. Lakini kama unataka kupita, sasa kwa saa hii ukitaka kukua kwa hii serikali, lazima useme hatutaki nani? Gachagua. So ni the same thing inaendelea. Na mimi nitasema hivi. Mliona nikiongezea tu kabla nimalize. Jana iko watu waliingiza watu ya Jubilee maneno mingi na ile magazeti. Leo mumesikia huyu kiongozi wa DCP ni nini amesema? Yeye amesema hakuna kitu kama hiyo wameongelea. In fact, mambo ya power sharing wataongea after December ya 2026. Kwa hivyo hiyo ilikuwa tu maneno ya propaganda, ndio watu ya serikali wakuwe na agenda ya kuongea hii wiki. Maana wangekosa kusema hivyo, wangeongea kuhusu nini? Wakajaribu kuingiza Matiang'i hapo kwa maneno Jubilee hivi, na sisi hata hatujamu. Sisi tulisema sisi bado tuko Azimio. Na niliambia watu kumbukeni, kwa sababu hii mchezo ya siasa ni tamu sana.
Kumbuka kuko na chama mbili kubwa zenye bado ziko kwa Azimio, na moja iko broad based. So Jubilee bado iko Azimio na ODM bado iko Azimio. Kwa hivyo inaweza fika 2027 ODM iamue sisi maneno ya broad based hatuwezani, wacha tubaki na Azimio. Na ukumbuke mpaka Wiper si ati wametoka sana, ni vile wamerebrand, wamejiita Patriotic Front. Wameandika barua ya kuresign. Hiyo ndio nasema, hiyo ni ile tu wamerebrand tu. Wiper Patriotic Front is not part of kuna mahali nilikuwa nataka correct with speaker. Okay. Umeongea vizuri sana and I like you, sababu unaweka mambo bayana venye inakuwa, lakini kuna kitu nataka kusema. Mtu ambaye hajasoma, umesema ana uwezo wa kufanya kitu, si ati hawezi fanya, na mimi sikatai ana uwezo, anaweza fanya, hata anaweza fanya kushinda mtu ambaye amesoma. But the reason as to why Gachagua is so much against this watu wanaita tugege is because of one thing. Ukiangalia example zile apeana, alikuwa na majina kutoka South Nyanza, akapeana Babu Owino, akapeana mtu kama anaitwaje huyu Secretary General, akapeana Millie Odhiambo, akapeana nani, yani akasema intelligent minds. Lakini wakati alikuja kusoma hawa akina Wanjiku Weteva, akasema these are tugeges, ambayo kazi yao tu ni kushinda wanainamia Ruto awapee pesa. Problem ya Kagege ni moja, anaingia hapo ana kosi yote, hakuna kitu anafanya, labda ni broker kama mimi, ana kitu yote anafanyanga. Sasa anataka kwenda pale ainamie Ruto miaka 5 awe amepata pesa. Lakini huyu mtu ukiangalia mahali kama South Nyanza wengi wao ni lawyers. Lawyer anajua hata akitoka parliament after 5 years anaenda kupractice law, si mtu akupotea. Lakini hawa wetu wa hapa Mount Kenya, akimaliza miaka 5 atupwe na mwananchi, kazi yake tu ni kwenda kuombaomba. Labda ni correct tu pahali. Wakati nilisema si watu wamesoma, sikuwa ninamaanisha ati mtu hana maarifa kabisa. Na ndio nilisema unaweza kuwa haujasoma lakini uko na maarifa. And I will give you a very good example. Kule United States sio lazima ukuwe na degree ndio uingie Congress ama ukuwe senator. Lakini ile kitu inakuaga ni either kama umerun, especially kama umefanya biashara, if you are a businessman, na hii biashara yako inajulikana, they know that wewe umetoka hapa. Mtu kama Trump, wacha niwapea example, ambaye ni rais wa Marekani saa hii, sio mtu ati amesoma sana, lakini ule mtu biashara zake zinajulikana dunia yote. So hiyo inampatia qualification kwa sababu ya ile maarifa ako nayo. Na hao ndio wale watu nilikuwa na maanisha. Lakini hiyo sikuwa ninasema mtu hajasoma, hakuna biashara ako nayo, hajulikani alitoka wapi, huyo unampatia kazi. Na ndio maana nimesema kama tunakumbuka ni nini ilifanyika vizuri, tulikuja zile akili zote tulikuwa nazo Mlima, tukaambiwa wachana na hizo ni za Uhuru anatupeleka pabaya. Tukaletewa grade nyingine, na ndio hiyo inaitwa grade ya tugege. Mtu hajawahi tengeneza biashara, mtu hajasoma, alafu hao ndio tukaambiwa tuweke hapo sababu anaitwa ati ako na pesa. Na hiyo pesa unajua imetoka kwa mfuko ya huyu jamaa. So hiyo ilikuwa tu design ya kutusambaratisha. Lakini saa hii mimi ninafurahi na ninaomba wananchi, angalieni very very much. Angalieni ni nani mnataka kupatia hii kura hii mwaka ambayo inakuja. Na mimi nitapendelea sana vijana saa hii mjitokeze, msimamie hizi viti. Kama mnataka kukua MP, simama ukue MP. Kama unataka governor, kama unataka MCA, simama hizi viti. Na hao ambao wengine wanakuwa wanapiga kura, tafadhali angalieni hawa vijana. Usichague mtu na hii dunia yenye iko hapa mbele hajui ni nini atafanya. Sasa ukipatia, unaona huu ICT minister wetu, sasa hii tuko kwa dunia ya artificial intelligence. Huyu jamaa sasa tutasaidiana aje naye? Ana compete na cabinet secretary wa Namibia ambaye ako 30 years old, ambaye anajua hii maneno ya AI. So tuangalie huku mbele na tujaribu kupatia watu ambao tunaona wanaweza tupeleka mbele. Acha nifungie hapo. Bunge oye. Mingi, kwa hivyo mtanisamehe hapo. Hata ukiomba na kitu omba. Sawa. Haya tuombe. Lord God Father, mighty we manenya ka. Hiyo mungu ndio kwa kutumia la kumaki kwa kutumia kidhaa yake.
thank you dear Father kwa sababu ya vile umetushikilia kwa makazi zetu na hata kufika hapa. Tunaombea pia mafamilia zetu ambapo pia sisi ambazo tumeweza kukuja tukapatana. Thank you Father for giving us the space to even express ourselves. And oh Lord, unasemanga where a few are gathered, oh Lord, and right now as we are gathered even in your name, oh Lord, you're in our midst. So we pray that, oh Lord, utazidi kukua na hii bunge and that you will help us dear Father and even open our understanding and grant us even more wisdom dear Father Almighty. Tunaomba hata tukienda manyumbani uzidi kukua nasi dear Father Almighty and our families. And oh Lord, pia utuangalie kwa maana hii dunia yenye utuweka oh Lord, pia kumove inahitaji plot. So pia utuangalie kwa makazi zetu, tubariki na utuinue ndio hata sisi tuweze kukua a source of blessing to other people. We pray all this in your name Jesus Christ, trusting and believing. Amen.